kwamba Yesu alitengeneza divai. Lakini unaposoma kile kisa cha Yohana ambapo Yesu alitengeneza divai, hakutengeneza divai hii iliyochanganyika. Alichukua divai ya mizabibu akaitengeneza, lakini haikulala. Inapolala inakuwa ni chachu, kana kwamba imeisha kuwa pombe, itadhuru maisha ya binadamu. Na ndio utawasikia wanaotengeneza pombe wanakuwa na tangazo hili, lakini mwalimu taruhusu niingie kipindi. Anasema unywaji wa pombe hakuwafai watoto walio chini ya miaka ngapi? 18. Mwalimu? Naam. Sasa angalia mtoto, mtoto mdogo ana tabia gani? Anapenda kucheza na matope. Lakini ana ugonjwa wa kuanguka kwa maji. Lakini pia vile vile hata haja ndogo anafanya namna gani? Anajiendea bila kuogopa watu. Sasa angalia mlevi jinsi alivyo. Akinywa pombe anafanana kama mtoto. Kwa hiyo ndio maana anayetengeneza pombe akashauri kwamba watoto wadogo wasinywe nini? Wakinywa pombe watafanya mambo makubwa na mambo ya kustajabisha kama kuliko haya wanayofanya. Kwa hiyo pombe haiwafai watoto. Siku ya kesho kuna video nitakuja niicheze hapa, ni kwa sababu ya muda. Karibuni wapendwa katika somo letu linalosema kwamba madhehebu. Mada yetu ya leo inazungumzia jambo linalosema kwamba ni madhehebu. Unaposoma kile kitabu cha Waefeso. Waefeso ni ngapi mwalimu? Waefeso 4 aya 5. Waefeso 4 aya 5. Aya 5. Andika anasema, pumzi ya Mungu i wazi. Inasema, Bwana mmoja. Bwana ni mmoja. Imani moja. Imani ni moja. Batizo mmoja. Batizo mmoja. Mungu mmoja. Na Mungu mmoja. Yaani Baba wa wote. Yaani Baba wa wote. Aliye juu ya yote. Aliye juu ya yote. Na katika yote. Na katika yote. Ndani ya yote. Na ndani ya yote. Sikiliza msomaji. Naam. Yaani tunaye Baba mmoja, batizo mmoja, batizo ni mmoja, imani ni moja, na Biblia ni hiyo moja. Kwa hiyo inatupasa tuweze kuwa na kanisa moja. Swali tunauliza, kila mtu anasema kwamba analo kanisa ambalo linapeleka watu wake wapi? Mbinguni. Mfano mwalimu, unaposoma kitabu cha Mwanzo 6 aya 8. Mwanzo 6 aya 8. Mwanzo 6 aya 8. Inasema ya kwamba Bwana akanena na Musa akamwambia. Mwanzo 6 aya 8. Mwanzo 6 aya 8. Inasema, pumzi ya Mungu inasema, Nuhu, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Endelea. Lakini hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu akapata umesoma ngapi? 6:8. Mwanzo 6:8. Imeisha. Kuna fungu nalitafuta. Ngoja tutafika pale. Sikiliza. Nuhu ni moja. Lakini kila uchao kila mtu analo kanisa lake ambalo anasema kwamba ni kanisa, na unapowauliza wanasema kwamba tunaye Bwana mmoja. Na Biblia ni moja. Na kwa hivyo wanatumaini kwamba haya makanisa yao, ama hata mimi ninayozungumza nasema kwamba kanisa langu linapeleka watu mbinguni. Swali tunauliza, ni upi mwamvuli ambao unapeleka watu mbinguni? Ni upi mwamvuli unaopeleka watu mbinguni? Kwa sababu kila mwanadamu anadai kwamba kanisa lake linapeleka watu mbinguni. Lakini wakati mmoja Nuhu anapozungumzia masuala haya, Mwenyezi Mungu anamwambia akapata neema ya kuhubiri kwa miaka 120, na alichokuwa anakihubiri si kingine, akahubiri habari za safina. Nuhu anajenga safina, na anapoambia kila mtu aweze kuingia kwa ile safina, wachache wanachagua kuingia kwa ile safina. Sikiliza msomaji, kile kitabu cha Mwanzo 6 aya 8. Haukumaliza kukisoma. Mwanzo 6 aya 8. Pumzi ya Mungu iwazi inasema, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Akapata neema machoni pa Bwana. Malizia fungu. Sikiliza wapendwa, Biblia hiyo niliweza kuambia kwamba laiti tungelipata muda wa kuchambua hizo Biblia. Kuna baadhi ya Biblia zina makosa.
Sikiliza, unaposoma King James Version kwa lugha ya Kiswahili, nani ana Biblia yangu hapo aweze kuileta hapa mbele. Sikiliza wapendwa, inasema kwamba lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Nuhu akaitengeneza safina, na ile safina aliyoitengeneza ilikuwa ni kwa ajili ya kuwaokoa wanadamu waliokuwa wamepata neema waweze kuokolewa kwa kuingia kwa ile neema. Na ile safina iliwakilisha njia mwafaka ya maisha ya mwanadamu kukombolewa, kwamba mwanadamu ataweza kuingia katika safina ile iliyo ya Mungu mwenyewe. Sikiliza wapendwa, wakati walia na Biblia yangu uweze kuileta hapa mbele tafadhali. Biblia fulani na kazipu ilikuwa hapo nyuma. Sikiliza wapendwa, Mungu ni mmoja, lakini makanisa ni mengi. Swali tunauliza, ni ipi kanisa ambayo inapeleka watu mbinguni? Ni ipi kanisa inayopeleka watu mbinguni? Maana makanisa ni mengi, na kwa sababu hiyo, mbona Mungu ni mmoja na madhehebu ni mengi? Ni baadhi ya maswali ambayo tunaweza kujiuliza hapa. Na tena swali lingine tunauliza hapa, ikiwa Mungu ni mmoja na madhehebu ni mengi, ni lipi dhehebu la kufuata? Maana katika Biblia nzima kunayo makanisa mawili peke yake. Kuna kanisa la Mungu na kuna kanisa la uongozi wa Kirumi ambalo ni kanisa Universal Church, kanisa huru. Mbona haya yanatokea? Sababu ni hii. Mhubiri 7:29 inasema, tazama hili nimeliona, Mungu amefanya wanadamu mnyofu, lakini wamebuni mavumbuzi mengi. Kwa hiyo uwepo wa makanisa mengi ndani ya uso ulimwengu ni kwa sababu ya kwamba makanisa watu wamebuni makanisa mengi, yaani wamebuni mawazo yao. Mungu alimfanya mwanadamu akiwa mwanadamu anayeeleweka, lakini kwa sababu ya akili ambayo Daniel aweza kusema kwamba nyakati za mwisho maarifa yataongezeka, lakini pia injili itahubiriwa kwa upesi sana. Kwa hiyo kinachotendeka ni kile ambacho Daniel aweza kukiona. Kwa hiyo usiji kuone makanisa yanazidi kuongezeka ukasema kama ni jambo la kawaida. Na mwanzilishi wa madhehebu ni nani? Mwanzilishi wa kanisa ni nani? Tutauliza hapa, Biblia inatuambia. Kitabu cha Efeso 4 aya ya kwanza hadi ile aya 6. Kwa hiyo nawasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole na kwa uvumilivu, mkichukuliana katika pendo. Hayo ndiyo makusudi ya Mwenyezi Mungu, yaani tuweze kuenenda kwa unyenyekevu na upole, tukivumiliana na tukichukuliana katika upendo. Makanisa ni mengi, lakini upendo haupo. Sikiliza wapendwa, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha imani. Kwa hiyo makusudi ya Mwenyezi Mungu ni kwamba tuweze kujitahidi tukihifadhi umoja wa roho. Kwa hiyo iwapo tutaomba kwa roho, tuweze kuwa na roho moja ambayo inapeleka watu mbinguni. Lakini cha kushangaza ni kwamba leo hii kuna roho wa kuangusha watu na kuna roho wa kusimamisha watu. Nasikia watu wanaimba, kaniweka chini, kaniweka kati, kaniweka tati, kaniweka kati, kaniweka juu. Yaani wanaleta mchanganyiko. Inaenda namna gani walimu? Inaenda hivi. Inaenda namna gani? Kanitoa chini, kaniweka wapi? Kanitoa chini, kaniweka kati, kanitoa kati, kaniweka juu. Mungu wetu ni wa ajabu. Mwalimu, naam, hilo fungu alipo. Alipo. Hilo fungu alipo ndani ya Biblia. Kwa sababu gani? Fungu ambalo liko ndani ya Biblia ni kwamba Mungu anakutoa chini anakuweka juu, ama anakutoa juu anakurudisha chini. Mwalimu, naam, kitabu ni gani? Kitabu ni gani? Soma mwalimu.
Mwalimu, kitabu ni Samueli wa kwanza 2 aya 7. Samueli wa kwanza inasema, Samueli wa kwanza 2:7. 2:7. Nasema, pumzi ya Mungu iwazi. Inasema, inasema ya kwamba Bwana hukufurahisha mtu, naye hutajirisha. Hushusha chini, Bwana hushusha chini, tena huinua juu. Hilo ndilo fungu liko ndani ya Biblia. Na pia kitabu cha Danieli inasema ya kwamba Mungu ndiye huweka wafalme, na kisha huwatoa. Naye ndiye huwatoa. Kwa hiyo hii ya kusema kanitoa chini, kaniweka kati, kaniweka juu, mwalimu, katika hiyo ni ya Rumi. Hiyo ni ya Rumi ya kipapa. Hapa kwa Mungu anatoa juu, akiweka chini. Sikiliza wapendwa, mwili mmoja, roho moja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Sikiliza wapendwa, Bwana ni mmoja, ubatizo ni mmoja, Mungu ni mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu, tena katika yote na ndani ya yote. Swali bado tunauliza, katika ulimwengu wote madhehebu yamekuwa yakiongezeka baada ya Kristo kupaa. Swali bado tunauliza, ni lipi kanisa ambalo linapeleka watu mbinguni? Huenda ni hilo la kwako unaloenda, huenda ni ile ambalo unahubiri, huenda ni makanisa mengine ambayo mnajua, kwa sababu mbingu ni moja. Na hapa mbinguni hakuna kanisa nyingi zitaenda hapa. Kutakuwepo na ibada moja. Sijui hiyo ibada ni gani. Naomba Mungu aweze kutufunulia tuweze kuielewa. Kufikia mwaka wa 1800, wakati wa vuguvugu la uisho baada ya Kristo, kulikuwa na madhehebu 500 peke yake. Kulikuwa na madhehebu 500. Inapofika mwaka 2000, makanisa yaliongezeka mpaka makanisa 33,000. Roman Catholic ikiwa na makanisa 242. Orthodox ilikuwa na makanisa 718. Anglican Church ilikuwa na makanisa ulimwengu mzima, ilikuwa na makanisa 168. Lakini Waprotestanti walikuwa na makanisa 9,000. Independent Church, makanisa yaliyokuwa huru, yalikuwa makanisa 22,000. Swali tunauliza, Marginal Church yalikuwa makanisa 1,600. Swali tunauliza, kati ya haya makanisa ambao watu wanadai kwamba wanaomba Mungu mmoja, wanayo imani moja, lakini ubatizo si mmoja. Maana kwa makanisa kuna watu wanabatizwa kwa kunyunyuziwa maji, pombe. Kuna kubatizwa na pombe, kupitia chini ya bendera, kuruka juu ya bendera, lakini pia kuna ile mchungaji anakaa juu ya mti, anakunywa soda, Sprite na Coca, anakonyorea washiriki. Huo ni ubatizo nao. Sikiliza wapendwa, makanisa haya yalikuwa ni mengi. Inapofika miaka 7 baadaye, 2008, madhehebu yanaongezeka kutoka 33 hadi 39,000. Swali tunauliza, ni lipi kanisa la kweli? Na kama kanisa la kweli lipo, mwanzilishi wa madhehebu ni nani? Sikiliza wapendwa, miaka 3.5 baadaye, makanisa yanaongezeka mpaka 43,000. Inadhaniwa kwamba kufikia mwaka huu tulio, makanisa yatakuwa yamefika 50,000 ngapi? 55, ikiwemo la New Life, ikiwemo Shakaola. Makanisa mengi yameanza kuongezeka sana. Swali tunauliza, nani mwanzilishi wa makanisa? Katika taifa letu la Kenya, kufikia mwaka 2009, yalikuwa makanisa 1260. Makanisa hayo mwanzilishi wake ni nani? Baadaye kufikia miaka 3 baadaye na nusu, madhehebu Kenya yameongezeka yakafika 4,000. Madhehebu haya madhehebu yalianzishwa na nani? Nani mwanzilishi wa madhehebu? Ama nani mwanzilishi wa kanisa? Maana leo hii kanisa zimekuwa ni biashara. Dhehebu la kwanza ndani ya uso ulimwengu, mambo uweze kunifuatilia mpendo unayenisikiliza sasa hapa, tumefika katika biashara halisia. Mwanzilishi wa dhehebu la kwanza alikuwa ni Mungu mwenyewe katika bustani ya Edeni, tarehe 7
mwezi wa kwanza, mwaka wa kwanza. Hiyo unaipata wapi? Mwanzo 2:1 hadi ile aya 3. Ambaye alikuwa na washiriki wawili, mwanaume na mwanamke. Ili aweze kunielewa mwalimu, kanyaga kitabu cha Efeso. Waefeso ngapi mwalimu? Waefeso 5. Anzia aya 22. Waefeso 5. Nasema aya 12. 5:22. Waefeso 5:22. Inasema, pumzi ya Mungu inasema, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Luka 25. Inasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye aliyoipenda kanisa. Luka 27. Nasema, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Kanyagisha 32 ili mtu aelewe. Siri hiyo ni kubwa. Siri hiyo ni kubwa sana. Ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Kwa hiyo kanisa la kwanza limeweza kuanzishwa na Mungu mwenyewe tarehe 7 mwezi wa kwanza, mwaka wa kwanza, akiwa na washiriki wangapi? Wawili peke yake. Na hilo kanisa lilikuwa ni moja. Ambalo hilo kanisa lilikuwa hivi mwalimu, mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya 7 ambayo hatuijui. Siku ya 7 ambayo tufanye namna gani mwalimu? Hatuijui, lakini wiki tutaijua. Mungu akamaliza kazi yake aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibariki siku ya 7 na akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Kwa hiyo muasisi wa kwanza wa ibada ama wa kanisa alikuwa ni nani? Mungu mwenyewe. Kwa hiyo Mungu akawa amesimika kanisa moja ndani ya uso ulimwengu, lakini wanadamu wakaja na madhehebu yao. Mfano, wanadamu wana madhehebu ya miti. Kule kwetu mwalimu, kule kwetu unapotoka, tuna Mungu ambaye anaitwa Iresa. Kwa hiyo Iresa angeenda kuabudiwa kwa milima. Sijui kule kwenu pia mlikuwa mnaenda kuabudu Mount Kenya. Pale wameweka kwamba imani kwamba Mungu wao alikuwa wapi? Alikuwa Mlima Kenya. Lakini sijui hapa kwa Waluya je? Walikuwa wanaenda kwa caves, mashimo. Sasa sikiliza. Kwa hiyo ibada ya wanadamu ambayo ilianzishwa ni ibada ya miti, ibada ya mawe, mapango. Hapo wanaabudu mapango. Waliamini Mungu alikuwa anapatikana kwa mapango. Lakini pia kuna wengine wanaoabudu sanamu. Lakini kuna watu ambao wengine wanaabudu watu. Lakini wengine wanaabudu milima kama kule kwetu na kwenu mwalimu. Lakini jua pia, watu wanaabudu jua na mwezi na nyota na sayari na wanyama. Ukienda kule kwa Wahindi, hauwezi uwa tembo. Maana wanaamini kwamba tembo ni nani? Ni Mungu wao, kwa sababu ya ukubwa wa nini? Wa tembo. Sikiliza wapendwa. Wengine nao sikiliza wapendwa, wengine nao wanaabudu sanamu za design hii, ambao tumekwisha ona kwamba wakati Mungu alikuwa na hubiri lake la kipekee, alikataza watu ama alionya watu wasiweze kuabudu sanamu. Lakini unaposoma kile kitabu cha Ezekieli 8 aya 15 hadi 16, anasema, akaniambia, mwanadamu, umeyaona haya, utayaona tena machukizo makubwa kuliko haya. Akanileta mpaka uo wa ndani wa nyumba ya Bwana, na tazama, malangoni pa hekalu la Bwana, kati ya ukumbi na madhabahu, walikuwa watu kama 25. Wamelipa kisogo hekalu la Bwana, na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki. Nao walikuwa wanaabudu nini mwalimu? Jua. Walikuwa wanaabudu jua. Kumbe ibada ya Jumapili haijaanza leo. Ibada ya kutunza Jumapili haijaanza leo. Yaani Sun God haijaanza leo, ilianza kitambo, na Mungu aliliona hilo, akamtumia mtumishi wake Ezekieli akaandika.
Kwa hiyo kanisa la ibada ya siku ya jua, yani Sunday, likaanzishwa mnamo tarehe, wala ambao tunasimu Google si yangu, Google si ya mtu yoyote, Google ni ya mwanadamu. Kwa hiyo kanisa la Sunday likaanzishwa tarehe 7, yani ibada ya Jumapili likaanzishwa tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 321 baada ya Kristo kupaa, na mwanzilishi wake alijulikana kwa jina Constantino Max I, wakishirikiana na Sylvester. Kwa hiyo kufikia hapo makanisa yakawa yamefika mangapi? Mawili. Kanisa la kwanza la Mwenyezi Mungu na kanisa la pili la huyu bwana uchumi aliyejulikana kwa jina Constantino Max I. Kwa hiyo hayo ndiyo makanisa ambayo yanatambulikana ndani ya Biblia. Yaani kiufupi kuna kanisa la Ufunuo 12 na kanisa la Ufunuo 17. Hayo mengine tutaona waanzilishi wake hapa na mbona aliweza kuanzishwa, ili uweze kunielewa. Hii ndio imani yetu, ukurasa wa 46. Kanisa Katoliki ndilo lilianzishwa katika Mtume Petero na wale mitume wengine. Aliyerithi kiti cha Petero huitwa Baba Mtakatifu. Yeye ni mwakilishi wa Kristo humu duniani. Warithi wake watume wengine wanaitwa maaskofu. Lakini pia nataka kuangalia hii maneno hapa. Wamesema mwanzilishi kwa swali la namba 90, mwanzilishi ni Papa, yani ni Petero. Lakini Petero alioa, huyo Papa haowi. Kwa hiyo si Petero wa Biblia, huyu ni Petero wake mwingine. Soma hapa chini msomaji, mwalimu. Swali la 91. Kanisa lake. Yesu alianzishaje kanisa lake? Soma maelezo yake. Yesu alianzisha kanisa lake kwa kuhubiri habari njema. Yaani ujio wa ufalme wa Mungu. Na hiyo ndio tunafanya namna gani? Tunafanya. Hii ni ya wakora. Kwa hiyo hii eka X. Fata 90 ndio inatuhusu. Sikiliza wapendwa. Alafu kidogo tu mwalimu. Naam. Wamesema hapa juu. Hapo wamesema Yesu ameanzisha kanisa lake la habari njema. Nasoma swala 92. Nani anayesimamia kanisa? Kanisa linasimamiwa na Baba Mtakatifu. Watu wamelewa ama hawajalewa? Mwalimu, wamelewa hawajalewa? Huo ni mvinyo, wamelewa. Wameleta machanganyiko? Ni machanganyiko. Machanganyiko ambayo ni wrong na? Ni missed call. Hiyo ni missed call. Hii imeenda. Sikiliza wapendwa. Kwa hiyo hawa wako wameanzisha kanisa, lakini hata hawa wenyewe hawajui mwanzilishi wa kanisa ni nani. Naam. Kwa hiyo kanisa ambalo linaitwa Roman Catholic hawana msimamo. Mara waseme Petero, mara Yesu, mara Baba Mtakatifu. Yaani hapo wameleta machanganyiko ambayo ni missed call. Hii imeenda. Sikiliza wapendwa. Swali tunauliza, ni lipi kanisa la kweli? Kanisa hili ambalo lilianzishwa na Constantino Max I linajulikana kwa jina Roman Catholic, ambalo lilianzishwa na viongozi waliokuwa wakitawala utawala wa Rumi, yani Roman Empires. Wakati Yesu anazaliwa, unapoisoma historia ya Yesu kuzaliwa, kitabu cha Mathayo 1, Luka 1, zinazungumzia habari aliyekuwa na tawala wakati ule alikuwa ni kiongozi wa Rumi. Kwa hiyo wapendwa, kanisa ni mbili. Kanisa la Roman Catholic na kanisa la Sabato ambalo linatunza siku ya 7 ambayo tutaweza kuwafunulia katika viwanja hivi. Sasa kama kanisa lako halina jina Sabato, halina jina Roman Catholic ama Roman Pagan Rome, hilo kanisa halijulikani ndani ya Biblia na waanzilishi wake wana sababu ya kulianzisha. Ilipofika mwaka wa 589 kanisa la Shigan likaanza kule na Gautama Buddha akabuni kanisa lake la Buddhism. Inapofika mwaka wa 522 Mohamed mtume ambaye ni marehemu naye akaanzisha dini ya Uislamu. Kwa hiyo kufikia hapo makanisa yamefuka mane. Naomba mnifuatilie vizuri uweze kuangalia kanisa lako na mwanzilishi wake. Kuna wale ambao huwa nadhani kwamba kanisa la Seventh Day Adventist lilianzishwa na Mama White
Ni uongo. Mama White hakuwa msabato. Mama White pamoja na mume wake hawakuwa wasabato. Walikuwa, mwingine alikuwa anaenda Orthodox, mwingine alikuwa anaenda Methodist, lakini pia walikuwa na Shiriki Baptist ambao mwaka 1154 Eastern Orthodox ikaanzishwa huko Istanbul, Uturuki. Lakini mwaka 1517 kanisa la Lutherani, kanisa la Lutheran likaanzishwa na wafasi wa Martin Luther huko Ujerumani. Martin Luther alikuwa ni Mkatoliki. Lakini siku moja akasoma habari kwamba tunaokolewa kwa neema, lakini si msamaha wa nini? Wa papa. Kwa hiyo jamaa huyu akatoka akaiba Biblia kama mimi nilivyotoka Ukatoliki. Na mimi leo hii najivunia hapa nilipo, maana hapa ndio kuna ukweli. Akatoka akaja akaona kwamba tunaokolewa kwa neema, si kwa kwenda kumpigia mwanadamu magoti. Akachomoka kutoka pale ndani, akaja akabuni washirika wake wakaja wakabuni kanisa la Walutheri. King Henry mwaka 1534 huko Uingereza akaanzisha kanisa la Anglican Church, lakini ilipofika hapa Kenya ikaitwa Church of the Province of Kenya, CPK, na ilipofika mwaka 2000 linarudishwa jina lake kama Anglican Church. Eddie John Knox akaanzisha kanisa lilojulikana kama Presbyterian. Hili leo lina msukosuko hapa Kenya. PCEA leo lina msukosuko hapa Kenya. Na msukosuko wake kwa sababu ya sadaka. Lakini pia 1581 Eddie John Brown akaanzisha kanisa lake la washirika wengi, yani Congregational Church. Mwaka 1912 Thomas Chapel akaanzisha kanisa la Baptist. Balo miongoni mwa wale watu waliotoka katika kanisa hili ni wale waliokuwa revivers, wanaitwa nini? Wana malimbuko. Wana wa malimbuko. Inapofika mwaka 1652 George Fox akaanzisha kanisa la Marafiki. Hapa maadui hawaendi hapo ndani. Sikiliza wapendwa. Mwaka 1702 Eddie John Wesley baada ya kifo cha Yesu akaanzisha kanisa la Methodist. Sasa wala ambao mnafikiri maneno yangu, uliza Graham White alikuwa anashiriki kanisa gani kabla hajaja kanisa la Kisabato. Sikiliza wapendwa. Makanisa haya yakaendelea kubuniwa. Mwaka 1825 Jonathan M. na Charles wakaanzisha kanisa la Umoja. Joseph Smith naye mwaka 1827 akaanzisha kanisa la Mormons. Ukenya linapatikana kule kwenu mwalimu sana. Mormons linapatikana kule kwenu sana, si ndio? Samahani mwalimu, sijui hizo. Haujui, hauzijui? Sawa, kama uzijui naomba Mungu akusaidie uweze kuelewa kanisa lake ni gani. Na ukienda kule kwenu upeleke hizo habari njema. Sikiliza wapendwa. Mwaka 1831 J.N. Dabai akabuni kanisa linaloitwa Brethren Plymouth. Swali tunauliza bado, ni lipi kanisa ambalo ni mwamvuli wa kupeleka watu mbinguni? Hatulijui, tunalitafuta. Thomas Sanalas akabuni kanisa linaloitwa kanisa huru, Free Church. Hili jina Free Church kwa mara ya kwanza, nenda ulize Free Church ni kanisa gani? Free Church ni kanisa gani? Utapata ni kanisa la Roman Catholic. Kwa hiyo huyu ni mtoto wa huyu. Mary Eddy Barker akaanzisha kanisa lake linaloitwa Christian Science. Hapa kama jiografia haikaribishwa hapo. Kingdom Hall ama Jehovah Witness ikaanzishwa mwaka 1872 na mtu aliyekuwa anajulikana Charles Stans Russell akabuni kanisa linaloitwa Kingdom Hall ama Jehovah Witness. Lakini William Booth akaanzisha kanisa la Salvation Army mwaka 1878. Hapa Salvation Army ipo.
Kwa hiyo mwanzilishi wake anajulikana kama William Booth, ambaye ndiye mwanzilishi wa kanisa la Salvation Army. Alianzisha kanisa hili mwaka 1878. Kwa hiyo unapoenda hapa ujue Mungu wako ambaye ni marehemu anaitwa William Booth. Na si kama naongea nikiogopa, huo ndio ukweli. Maana ndio mwanzilishi wa hilo kanisa. Inapofika mwaka wa 1902 African Inland Church ikaanzishwa, AIC, ambayo haiko hapa sana. AIC unaikuta kuanzia Loret, alafu ukifika hapo Ujaluoni Nyakach inaishia hapo kidogo. Ikishaisha hapo haipatikani kule sehemu zingine. Iko sehemu ya Kajiado. Iko sehemu ya Kajiado. Yaani hiyo ni kanisa ya watu wa pesa peke yake. Sikiliza, naona siasa wengi wanaenda kwa hilo kanisa sana. Kwa sababu huko ndipo wanabembelezwa. Hapo hata kwaya zinaimbwa hazina mpango. Takuja niwekee mwanasiasa mmoja akizungumza maneno hapa. Inapofika mwaka 1914 baada ya kifo cha Yesu Kristo, Assemblies of God AG ikaanzishwa. Lakini inapofika mwaka 1963 Pretend and Go ikaanzishwa. Yaani PAG ama Pentecostal Assembly ikaanzishwa. Na walipanua kazi yao mpaka Bukoba kule Tanzania, baada ya Tanga. Lakini pia inapofika mwaka 1970 kule Arusha makanisa yakaongezeka Morogoro na Dar es Salaam. Kwa hiyo PAG, ambayo PAG iko hapa ili uweze kuelewa PAG ilianzishwa na nani.